Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time's ticking, time's ticking. I'm on the last train, and then I see you, darling. Won't you call me? I'm on the first train, I'm on the first train. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kuchekifuta ilikuwa ngori kuruka na zilidai mamkwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawahi discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competitions Vifuta season. Go TV, love it. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ninakukaribisha mahali popote ulipo mtazamaji wangu wa Sky Cable TV. Nashukuru sana kwa sababu ya hii siku. Nashukuru Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba hii ndio ile siku ambayo Mungu ameweza kuifanya, tukafurahie na tukashangilie. Kwa hivyo niko na furaha kwa sababu ya kuona siku nyingine. Na nashukuru Mungu zaidi. Ninakukaribisha siku ya leo katika Bread of Life. Naitwa Reverend Waweru, nimetoka hapa Kariobangi na ninawapenda nyote. Na kabla hatujaanzilia, ningependa tukaweze kuomba na Mungu wetu atatubariki. Baba, katika jina Yesu Kristo, ninaombea mtazamaji wangu na namkabidhi Baba mbele zako. Ninaomba siku ya leo Bwana ukambariki ukamuinua. Tunapo Bwana Jehova Mungu enda kushare neno lako Bwana. Ninaomba Bwana hili neno likafanye kazi, likaweze Baba kuleta msaada katika maisha ya mtazamaji wangu katika jina Yesu Kristo. Bariki wafanye kazi wote wa mahali hapa Bwana. Bariki mama yetu, wote ukawabariki na kuwainua. Baba ukainue hii studio, kaipeleke mbali katika jina Yesu Kristo. Baba nakushukuru Bwana. Asante, nimekualika Mungu wangu kaweze kunena ukiwa ndani yangu, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Mtazamaji wangu, nakukaribisha siku nyingine, na leo ningependa kuongelea kuhusu ruling words. Maneno inayotawala, kwa sababu watu wengi hawajawahi jua ya kwamba kunayo maneno ambao huanga inatawala. Na ningependa ukaweze kujua na kuelewa ya kwamba maneno inaweza ikaleta mambo mingi, inaweza ikakusababishia mambo mazuri, na inaweza ikakusababishia mambo mabaya. Na jambo lingine ambalo ningependa ukaweze kujua ni ya kwamba maneno huaga haikufi. Maneno haikufangi. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambalo ningetaka ukaweze kushika na kuelewa. Na jambo lingine ambalo ningependa ukaweze kushika na kuelewa ni ya kwamba maneno huaga ina control
they are controlling words. Kwa hivyo unaweza ukatawaliwa na maneno. So haijalishi ni maneno gani ambayo imenenwa, lakini hiyo maneno inaweza kukutawala maisha yako yote. So maneno inaweza kukutawala. Neno lingine ambalo ama jambo lingine ambalo ningetaka ukaweza kushika kuhusu maneno ni kwamba maneno huaga inaneno na watu ambao wako na mamlaka. So sio kila maneno ambayo inaweza ikatawala maisha yako. Kuna maneno mengine ambayo haiwezi katawala, lakini wale watu ambao wako na mamlaka wanaweza wakanena maneno ambayo inaweza ikaishi kuwa inakutawala miaka yako yote. So nikitaka ushike na kuelewa ya kwamba maneno huaga ina neno na watu ambao wako na mamlaka, inaweza ikakutawala. Na mtoto wa mwaka mmoja aweze kukulaani ama kukubariki ni ngumu sana, lakini mzazi na hao ndio wale watu ambao ningependa tukaweze kuona katika wale watu unawaita 4 figures of authority, watu wanne ambao wako na mamlaka ya kunena maneno ambao inaweza ikakontrol maisha yako. Watu wanne ambao wako na mamlaka ambao miaka yako yote wanaweza ishi kuwa na kutawala kupitia maneno ya kinywa chao. Na nimesema ya kwamba mtu wa kwanza ambaye ako na mamlaka ni mzazi. Na utaangalia katika kitabu cha Waefeso 6:1, kwa sababu hiyo ni kila mtu anajua. Kila mtu waga anajua, kwa sababu kila wakati ambao tulikuwa Sunday school tulikuwa tunasoma hiyo memory verse. Tulikuwa tunasema hiyo memory verse. Waefeso 6 mstari wa kwanza. Mahali ambapo Biblia inasema kwamba children obey your parents in the Lord for this is right. Watoto tukaweze kuwaheshimu wazazi wetu. Na ninakumbuka ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba hii ndio ile amri ambao iko na agano ya kwamba ukiwaheshimu wazazi wako utaishi miaka mingi. Kwa hivyo mzazi usipomheshimu, kuna maneno ambayo anaweza kanena ambayo inaweza kukontrol maisha yako miaka yako yote. Mzazi ni mtu wa kwanza ambaye tunaangalia hapa katika Waefeso 6:1. Waefeso 6:1. Na nimesema ya kwamba mzazi anaweza ako na mamlaka ya kunena maneno ambao unaweza ishi kuwa unakontroliwa ama unatawaliwa na hiyo maneno. Kwa hivyo wakati wowote ambapo auheshimu mzazi wako, ujue maneno yoyote ambao mzazi anaweza kaongea inaweza kuwa inakutawala miaka yako yote. So ni lazima tuwe waangalifu sana. Na shida ya Wakristo na shida yetu wale watoto ambao wanazaliwa siku hizi, hatujui ama hatuwaheshimu wazazi. Kitabu nilikuwa ninaona ya kwamba tulikuwa tunaheshimu wale watu ambao walikuwa na umri kutuliko, lakini siku hizi utapata ya kwamba hata ukipita mahali upate watoto wanacheza mpira, siku hizi huaga hawaheshimu wale watu ambao wako na umri zaidi kuwaliko. So mzazi ni mtu ambao unafaa kuangalia. Mzazi ni mtu ambao unafaa kumwangalia sana, kumheshimu, kwa sababu mzazi anaweza kanena maneno na miaka yako yote uishi kukontroliwa na hiyo maneno. So maandiko yanasema ya kwamba tukaweze kuwaheshimu wazazi wetu. Watoto tuwaheshimu wazazi. So kama uheshimu mzazi wako, ningependa ukaweza kujua ya kwamba unatafuta kitu ambacho kinaweza kuwa ama kinaweza kikakontrol miaka yako yote. Maandiko inasema kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Kwa hivyo hii ni haki. Wakati ambapo hujaheshimu mzazi, haujatenda haki. Hivyo ndivyo Biblia inamaanisha ya kwamba wakati wowote ambapo haujaheshimu mzazi, haujatenda haki. So ningependa ukaweza kujua ya kwamba wakati wowote ambapo hauheshimu mzazi wako, hautendi haki. Na Biblia inasema ya kwamba tuwatii wazazi wetu. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunawatii wazazi wetu. Angalia mtu ambaye anaitwa Yakobo akamlaani Ruben. Na ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, Ruben
Ruben, kizazi hicho chote, hizo kizazi chote ama huo ukoo wote wa Ruben ulikuwa na shida. Wakati wowote walikuwa wanaenda katika vita, walikuwa wanashindwa, walikuwa wanauliwa katika vita. Hii kizazi hakikuwa kinainuka. Hii kizazi kilikuwa kinauliwa katika vita. Hii kizazi kilikuwa kinaisha tu. Kwa nini? Kwa sababu kunayo maneno ambayo Yakobo alinena kisha akakufa. Na ilibidi mtumishi wa Mungu, kwa sababu nimesema ya kwamba mzazi ako na mamlaka ya kunena maneno ambayo inaweza ikaishi kukutawala miaka yako yote. Kumbuka ya kwamba Yakobo aliwaambia kwamba wote wakaweza kukusanyika, awaambie ile mambo. Kwa hivyo ni kunena, alinena ile mambo ambayo itakuja kutukia baadaye. Na tunaona ya kwamba hiyo maneno ambayo alinena ilimtendekea Ruben kiwango ya kwamba mpaka ukoo wake wote ulikuwa na shida kwa sababu ya ile maneno ambayo ilinenwa kinyume kuhusu Ruben. So sikiliza nikwambie, ilibidi mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Musa akuja muondolee ule mzigo, kwa sababu mzazi ni mtu ambaye ako na mamlaka ya kukulaani na kukubariki. So ni lazima ukuwe mwangalifu, lazima ukuwe mwangalifu sana wakati ambapo haumheshimu ama haumtii mzazi wako. So ni vizuri kama hii kizazi tukaweze kuzoea kuwaheshimu wazazi wetu. Sikiliza nikwambie, Jabezu aliteseka. Ukiangalia maisha ya Jabezu alikuwa anateseka, na ukiangalia si kumaanisha ya kwamba angebarikiwa, lakini lile jina ambalo alipatiwa na mzazi lilikuwa na shida. So ikawa ya kwamba Jabezu hakuna vile ambavyo angeheshimika, na maandiko yanasema ya kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa anafaa kuheshimika. Lakini tukimwangalia kwa njia nyingine tunapata ya kwamba Jabezu alikuwa na shida mingi sana. Ilibidi mpaka amulilie Mungu, akamwambia mbadilishie hilo jina ili akaweze kuheshimika. Unajua kuna watu ambao siku hizi kuna maneno ambao ilinenwa, kuna majina ambao walipatiwa. Unapata ya kwamba hao watu wakienda mahali hawaheshimiki, wako na roho ya rejection. Ukienda kutafuta kazi hauwezi ukapata kazi. Kwa nini? Kwa sababu kuna maneno ambayo ilinenwa, kuna jina ambao lipatiwa, hilo jina likakuwa ya kwamba liko na hiyo roho ambayo ni ya rejection. So lazima uwe unaangalia sana, kwa sababu maneno ni kitu ambacho ni cha muhimu sana, na usiwahi puuza wakati ambapo mtu anakuambia kwamba tutaona kama utaendelea, tutaona kama hiyo ndoa itasimama, tutaona. Hiyo ni jina ambalo unafaa uliangalia kwa njia nyingine. Na watu wengi sana leo wanaangamia kwa sababu ya maneno ambayo waliambiwa wakayapuuza. So maneno sio kitu ambayo ni ya kupuuza, kwa sababu nimesema kwamba it is a ruling word. Ni neno ambayo itatawala. Linaweza kosa kutawala hiyo dakika, lakini wakati wake ukifika lazima hiyo maneno ama hilo neno likaweza kutawala katika maisha yako. So kuna watu leo wanaishi kulingana na vile ambavyo ilinenwa. Kuna mtu ambaye alisimama akanena maneno kinyume na maisha yako, na leo hiyo ndio maneno ambayo inakutawala. Lakini siku ya leo na hii wiki ambayo inakuja pale kanisani, tunaenda kuondoa kila maneno yote ambayo imefunga maisha yako, kila maneno ambayo imefunga hatima yako, tunaenda kuyaondoa katika jina la Yesu Kristo. Na nimesema mtu wa kwanza, 4 figures of authority, watu wanne ambao wako na mamlaka ya kunena maneno ikaishi kukutawala. Nimesema mtu wa kwanza ni mzazi, na tumeona vile ambavyo Yakobo alitawala maisha ambayo ni ya Ruben kupitia ile maneno ambao alinena kumuhusu. Mtu wa pili naye ni wewe, self-inflicted curse. Wewe unaweza ukajilaani, na watu wengi hawajawahi jua hivyo. Wewe unaweza ukajilaani. So ni vyema sana na ni vizuri sana wakati ambapo unajaribu kuchunga, wakati ambapo unatoa maneno unajaribu kuangalia ni maneno gani ambayo unatoa, sababu sio kila maneno ambayo utakuwa unatoa itakuwa ya msaada
katika maisha yako. Maneno ingine ambayo utakuwa unaongea, ingine ambayo uwaga unaongea ni ya kukulaani wewe. Kwa hivyo mtu anaweza kajilaani. Kwa hivyo mtu wa pili ni wewe. Unaweza ukajilaani. Unaweza ukajilaani. Wewe mwenyewe unaweza ukajilaani. So ni vizuri sana uwe unaangalia. Uwe unaangalia sana. Uwe unaangalia wakati ambapo unanena. Sikiliza. Katika kitabu cha Mithali 13 mstari wa 2, Biblia inasema hivi: mtu atakula mema. Mtu atakula mema kwa matunda yake, kwa matunda ya kinywa chake. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Kwa hivyo kinywa, maneno ni matunda. Ukijinenea maneno mazuri, mambo mazuri yatakutendekea. Ukijinenea mambo mabaya yatakutendekea. Sababu Biblia inasema ya kwamba mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Kwa hivyo wewe unaweza ukapitia maisha magumu kupitia ile maneno ambayo unanena kupitia kwa kinywa chako. Wewe unaweza ukaishi maisha mazuri kupitia vile ambavyo unajinenea kupitia mdomo ama maneno ambayo unatoa kutoka kwa kinywa chako. Biblia inasema ya kwamba bali nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Mtu ambaye anajinenea tu mambo mabaya, hayo tu ndio ataishi kuwa yanatendeka. Na ni watu wengi ambao walisema ya kwamba mimi naona kama nilirogwa. So ikakuwa automatically ya kwamba umerogwa. Mimi naona kama doa haiwezi kaendelea. Ikakuwa ya kwamba ile doa ulikuwa nayo ikaisha. Mimi ninaona kama hii kazi nitaifunga. Ukakuja ukafunga ile kazi. Kwa nini? Kwa sababu ulijitabiria. Na mtu ako na mamlaka. Mtu ako na mamlaka ambayo ni ya anaweza akajibariki, anaweza akajilaani. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe uko na hiyo mamlaka ya kujibariki na kujilaani. Kwa hivyo kunao watu ambao wanalaani kazi zao, wanalaani maisha yao. Mimi naona kama kwetu tulirogwa. Naona kama hakuna mtu ambaye anaweza akafanikiwa katika hiyo familia ambayo nimetoka. Mimi ninaona kama familia yetu imerogwa. Kila mtu ambaye anakufa kwa ugonjwa fulani. So ni lazima ukuwe mwangalifu sana, kwa sababu utakula mema ya matunda ya kinywa chako. Utakula mema ya matunda ya kinywa chako na utakula mabaya ya matunda ya kinywa chako. Kwa hivyo yeyote ambayo utakuwa unanena, ujue kwamba iko na effect katika maisha yako. So sikiliza nikwambie ya kwamba maneno mazuri hupatana na roho mzuri. Maneno mazuri hupatana na roho mzuri. So wakati ambapo unatoa maneno mazuri, inaenda inapatana na hiyo roho mzuri. Ukitoa mambo mabaya, inaenda inapatana na hiyo roho ambayo ni baya. So that's why nimesema kwa mtu atakula mema kwa sababu ya maneno ya kinywa chake. Ukiangalia mstari wa 3, maandiko yanasema hivi katika hiyo Mithali 13 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema ya kwamba yeye alidaye kinywa chake huilinda nafsi yake. Yeye huilinda kinywa chake, huilinda nafsi. Yeye huilinda kinywa chake, huilinda nafsi. Sababu wakati ambapo unanena mambo mabaya, ukipatana na mambo mabaya, nafsi yako ndio uwaga inaumia. Moyo unaumia. Moyo unaumia. Moyo uwaga unaumia. Wakati ambapo mtu anapitia hiyo hali ya kukataliwa, ya kukosa kazi, hiyo hali ya kuteseka, kuhangaika, unapitia mambo magumu, unagojeka magonjwa ya aina tofauti. Unapitia hiyo kipindi ambao ni kigumu. So nafsi ya mtu ndio uwaga inaumia. Na hapo ndipo mtu anapataka kwamba moyo ulivunjika, give up. Aliona hakuna haja ya kuendelea na hii maisha. Akatafuta dawa ile ya latilati watu wanatafutaga, anakunywa, anakufa. Kwa nini? Kwa sababu nafsi inaumia, nafsi inagojeka. So yeye alidai kinywa chake huilinda nafsi yake. Lakini usipolinda hiyo kinywa, unaangamiza hiyo nafsi, unaua hiyo nafsi. Moyo. Na kuna maandiko ambayo yanasema kwamba uilinde moyo wako kwa sababu
moyo hapo ndio uwaga ni kizima. Moyo hapo ndio kuna kuwaga na kizima. So ni lazima uwe mwangalifu sana wakati ambapo unaongea sana sana kujihusu. Najua watu wanachezaga tu na maneno. Mnaanza kuongea na rafiki yako, anaanza kukwambia vile wewe ni wa wana. Wewe ninaona ni mtu wa wana sana. Wewe ninaona hata uwezi ukabarikiwa. Wewe uwezi ukaendelea. Na unasema hata mimi naonaga hivyo. So unakubaliana. Na ukumbuke Biblia inasema kwamba lolote ambalo mtakubaliana, watu wawili watakubaliana hapa duniani, hata juu mbinguni, hilo jambo ama hilo neno litadhibitika. So wakati ambapo umekubaliana na ile maneno ambayo imenenwa, unakuwa sasa muadhiriwa wa hiyo maneno. So ni lazima uwe mwangalifu sana, lazima uwe mwangalifu sana kwa ile maneno ambayo unanena, kwa sababu mtu tunasema kwamba yeye alidaye kinywa chake huilinda nafsi yake, bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu. Ukikuwa tu mtu wa kuongea tu, unaongea, unatoa tu kila maneno. Maandiko yanasema ya kwamba ukiwa mtu wa hiyo hali utapata uharibifu, utaangamia. So kunao watu ambao wanaangamia sababu ya maneno ambao walinena kujihusu. Ile maneno ambao ulijinenea wewe. Ile maneno ambao ulijinenea wewe. So my brother, my sister, ningependa sana ukaweze kuwa mtu ambaye ni mwangalifu. Kuwa mwangalifu ya ile maneno ambao wewe mwenyewe unanena. Ni vizuri sana wakati wowote ambapo unaona ya kwamba mtu anakunenea vibaya kuhusu biashara yako, useme hata mimi naonaga hivyo. Usikubaliane na yeye. Katana na hiyo maneno. Na mimi ningependa siku ya leo, mahali popote ulipo, ninapoendelea na hii topic, ningependa uniambie ni maneno gani hiyo ambayo unapitia siku ya leo? Maneno gani hiyo ambayo unapitia siku ya leo? Ni maneno gani ambayo unaona inakukontrol? Unaona kwamba inatawala katika maisha yako? Maneno ambayo imekuwa vizuizi katika maisha yako, ya kwamba hauwezi ukafuka kwa sababu kuna mtu ambaye alinena. Kuna mahali ambapo hauwezi ukafika kwa sababu kunayo maneno ambayo ilinenwa. Hata kama ni katika familia yako. Maneno gani hiyo ambayo wakati ambapo ulizaliwa mama baba alikwambia kwamba na hii familia guka yenu alikuwa ameasha hii. Guka yenu alikuwa ameasha hii. Kuna maneno ambayo walikuwa yenu walinena. Kuna maneno ambayo wazazi wenu walinena. Na unajua kwamba hiyo ndio ile maneno ambayo inakuzuilia wewe kuendelea. Ningependa mahali popote ulipo ukubali kuniandikia, kubali kuniandikia. Uniambie ni maneno gani hiyo ambayo wewe mwenyewe unapitia, ama unajua kwamba inakaa kama vizuizi ya kwamba leo hauwezi ukaendelea kwa sababu kuna maneno ambayo ilinenwa. Ningependa uniandikie. Na mtu mwingine wa tatu ambaye anaweza akanena katika anga yako ama anaweza akakukontrol ni wale watu ambao mmeshawahi lala na wao. So ties. Najua watu hawajawahi jua. Siwahi cheza na doa. Watu wamezoea kucheza sana doa. Unatupa mwanamke kiwa mwingine. Leo nimekuonya kama mtumishi wa Mungu. Kwa sababu so ties, wakati ambapo mumeugana, wakati ambapo mmefanya hiyo kitendo, mnaugana. That's why Biblia inasema kwamba watu wawili wakiunganishwa watakuwa kitu kimoja. Watu wawili wanakuwa kitu kimoja. That is what we call soul ties. Na hakuna kitu kibaya kama soul ties. Wakati ambapo mumeuganishwa, kuna kitu kibaya kama hicho. Sababu huyo ni mtu ambaye naye anaweza akakontrol maisha yako. Katika kitabu cha Waebrania, Paulo alisema ya kwamba na kitanda cha ndoa kiheshimiwe. Kwa hivyo kama wewe umezoea kupata tu na kila mwanamke, ujue unatafutia uharibifu. Na huyu ni mtu ambaye ako na mamlaka ya kuongea katika anga yako. There are so many people today. Kunao watu wengi sana leo ambao wanaagamia. Ndoa
asiwezi ikasimama, sababu sasa ameunganika na watu zaidi ya 3, watu zaidi ya 5. Na ukiangalia katika Biblia, hata Biblia inasema kuhusu ya ule mwanamke ambaye alikuwa Msamaria. Yesu Kristo akamuuliza Yesu Kristo akauliza ule mama Msamaria kama ameoleka. Akasema hapana, akamwambia umeniambia vizuri, sababu hata ule ambaye uko na yeye sio bwana yako. Hiyo inamaanisha kwamba alikuwa na wengi, lakini hatujui ni nini ambacho, either akuwe kwamba walikuwa wanakuja wanaondoka, ama walikuwa wanakuja wanakufa. So unaona, so alishindwa ni nani ambaye anaweza akasema ya kwamba yeye ndiye bwana yake. Kwa hivyo hata ule ambaye walikuwa na yeye hakuwa bwana yake. Kunao watu ambao wako katika ndoa lakini hawana furaha. Kwa nini? Kwa sababu kunao watu ambao walilala na wao wakanena maneno ya kwamba wewe hautawahi pata furaha, hautawahi furahia katika ndoa. So hawafurahii, wanapitia mambo magumu, wanapitia struggles, they are struggling. Hata kusimamisha ile ndoa ambao uko nayo saa hii, unaona kama ni kungangana, unangangana. So usiwahi cheza na soul ties, usiwahi cheza na kuunganishwa. Na kitanda cha ndoa kinafaa kiheshimiwe sana. Nasikiliza, mtu yeyote umewahi lala na yeye ako na mamlaka ya kuongea katika aga yako. Mtu yeyote ambao umewahi lala na yeye ako na mamlaka ya kuongea katika aga yako. So wewe unapuuza. Na uliambia kwamba hata huyu ambaye umepata hamutawahi enda mbali na yeye, na unacheza na hiyo maneno. Na ngojea utaona. Hata kama saa hii unaona kama umekaa vibaya, hiyo maneno wakati ambapo itaanza kufanya kazi katika maisha yako, huo ndio ule wakati ambapo utajua. Huo ndio ule wakati ambapo utajua kwamba maneno inaweza ikakufunga. Maneno ya mtu ambaye mmeshawahi lala na yeye inaweza kuwa inakufunga. And that's why unaona wengine hawana furaha katika ndoa. That's why unaona kwamba upendi huyo mke ambaye mko na yeye, haupendi huyo bwana ambaye mko na yeye. That's why utasikia kisema kwamba hata kwetu hatuko tumefukuzwa, kitanda yangu haiko imeuzwa. Mkikosana tu kidogo anakuambia hata kwetu siko nimefukuzwa, sababu hana ule upendo. Kuna watu wengine ambao aliunganika na wao, so wamemfunga. So ni lazima tafuta mtumishi wa Mungu, ndiposa akaweza kuondoa hiyo maneno, kwa sababu ni maneno ambayo inaweza ikaharibu hiyo ndoa, ni maneno ambayo inaweza ikaharibu maisha yako, ni maneno ambayo inaweza kuishi kuwa imekufunga. Akwamba utakuwa unaoa wanawake wakienda, unaoa wanawake wakienda, unaoa wanawake saa hii umeoa wamefika 3, haujawahi jiuliza ni kwa nini. So kuna hiyo hapa tunaita soul ties, na ni lazima ukubali kuondolewa. Mtu yeyote ambaye mmeshawahi naye unafaa ujitenganishe. Sababu usipojitenganisha, washa nikwambie itakuwa ni gumu sana. Na unajua washa nikwambie that's when nasikia wengine wanasema kwamba mimi siwezi nikaoleka. Yale ambao nilipitia, moyo unaumanga. Anakumbuka yale ambayo alipitia. So anaona kwamba hata saa hii nikioleka tena nitapitia tu hayo. So ako na vidonda, sababu wale watu wote ambao anapatanaga na wao, na hajawahi jua ya kwamba sio watu wote wabaya, lakini kwa sababu kuna mtu ambaye waliunganika na yeye na akakosa hekima ya kujitenganisha. So unapata ya kwamba ule mtu anapitia mambo mabaya, akipatana tu na mtu anapitiaga tu. Napatana na watu ambao ni wabaya, wanaume ambao ni wabaya, wanampitishia mambo mabaya. So alifika mahali akaona ya kwamba, na pengine hata kuna mmoja ambaye alimwambia kwamba hautawahi hata ukioleka, hautawahi kaa kwa ndoa, hautawahi pata mtu ambaye atakuoa. So alikwambia in short ya kwamba utakuwa unaenda unaoleka ukiondoka, ukiondoka. Na siku hizi shida ni ya kwamba wale Wakristo ambao tuko na wao ni watu ambao wako na ignorance ya kwamba
wanapuuza sana neno la Mungu. Wanapuuza. Na nimesema ni watu ambao wako na mamlaka ya kunena katika anga yako. Mtu wa kwanza nimesema ni mzazi. Waheshimu ama watii wazazi wako. Waheshimu katika Efeso 6:1. Wazazi. Mtu wa pili ni wewe. Mtu wa tatu ni mtu yeyote ambaye umeshawahi lala na yeye. So hao ni watu ambao unafaa kuwa very keen. Wakati ambapo unaamua kufanya ndoa, usioe tu uoe. Kwanza omba Mungu. Na ningekwambia kwamba na uombe Mungu akupatie mke mwema, kwa sababu Mungu ndiye peana mke mwema. Mungu ndiye ambaye huaga anapeana. So kuna watu leo wanatawaliwa katika ndoa zao. Kuna watu ambao wanatawaliwa na maneno ambayo lineno la huyo mwanamke ambaye mliachana na yeye, huyo mwanamume ambaye mliachana na yeye. Hiyo maneno inatawala katika ndoa yako. So ukioleka unaona kwamba hiyo maneno inakufuatilia. Lakini siku ya leo na hii Jumapili ambayo inakuja pale kanisani, hakikisha kwamba umefika pale tukaweze kuondoa hiyo maneno. Diposa ndoa sikaweze kusimama. Wanaume wazuri wako, wanawake wazuri wako. Wanawake wazuri wako. So usiwahi danganywa. Ni vile wewe haujakubali ukaweze kuondolewa hiyo maneno ambayo ilinenwa. Ni vile wewe unapuuza hiyo maneno. That's why unapitia hayo mambo ambayo ni magumu. Sikiliza, mtu mwingine wa nne na usiwahi cheza na yeye ni mtumishi wa Mungu, prophet, manabii wa Mungu. Hao ni watu ambao hufai kucheza na wao. Na mimi usikia ninahuzunika sana wakati ambapo ninaona watu wanacheza na watumishi wa Mungu, kuwaongelelea. Mtumishi wa Mungu anaweza akafanya wewe upate mango. Mtumishi wa Mungu anaweza kasababisha maisha yako ikuwe miserable. Unaishi maisha ya kuteseka. Hata uende uombe na mchungaji mgani, kwa sababu kunayo mambo ambao ulinena. Ule mchungaji akakwazika, akanena maneno. So unapata ya kwamba hiyo maneno inaishi kucontrol maisha yako. So usiwahi cheza na hao watu wanne, 4 figures of authority. Watu wanne ambao wako na mamlaka ya kukubariki na kukulaani. So wakati wowote unakaa na hao watu, unafaa kuishi na wao na hekima. Unafaa kuomba Mungu akupatie hekima ya kuishi na hao watu. Sababu hao watu ni watu ambao wanaweza wakafanya maisha yako uishi maisha ambao ni ya kilio, maisha ambao ni ya huzuni. Kila mtu akikuona na kuhurumia. Na shida ni nini baya na wewe? Nini baya na wewe? That's why Biblia inasema kwamba wa Moabi ikapatikana ya kwamba imenakiliwa ya kwamba hawa watu hizi kabila nne zisiwahi ingia katika kusanyiko la Mungu. Mahali ambapo kuko na kusanyiko la watakatifu, ikanakiliwa kwamba hawa watu wasiwahi ingia. Kwa nini? Kwa sababu walicheza na watu ambao wako na mamlaka. Watu ambao wako na mamlaka walicheza na wao. Na wao inakanakiliwa ya kwamba miaka yao yote wasiwahi fanya nini? Wasiwahi ingia katika kusanyiko la watakatifu wa Mungu. So usiwahi cheza na watu ambao wako na mamlaka. Usiwahi cheza na watu ambao wako na mamlaka. Kuna laana ambao mama yako anaweza akakuashia leo, ikose mtu wa kukuondolea. Twende katika Second Chronicles. Twende katika kitabu cha Second Chronicles. Mambo ya Nyakati wa Pili. Tuangalie 13 mstari wa 12. Second Chronicles. Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicles 13. Usikie vile Biblia inasema. Biblia vile ambavyo inasema. Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicles 13 13 mstari wake wa 12. Mstari wake wa 12. Watu hucheza. Mimi niko na ushuhuda. Mimi ni mchungaji ambaye nimebarikiwa, niko na kipawa na reference. Ninakomboa watu. Najua ile mambo ambayo inafunga watu. So mimi najua ile kitu ambayo inafunga watu. Siku hizi watu wanafungwa. Siku hizi watu
wanafungwa, watu wanafungwa na maneno. Wewe haujui, mimi najua. Watu wanafungwa na maneno. Biblia inasema hivi 12. Tazama mtu na tazama Mungu yu pamoja nasi atutangulie, na makuhani wake wenye mapanda, ili wapige sauti ya kugutusha juu yenu, enyi wana wa Israeli. Msipigane na Bwana Mungu wa baba zenu, kwani hamtafanikiwa. Wakati wowote unapigana na watumishi wa Mungu, hauwezi ukafanikiwa. So kama wewe ni mtu wa kupiga watumishi wa Mungu, kanisa siku hizi ni biashara. Endelea tu, endelea tu, endelea tu, endelea. Wakati utafika, wakati utafika. Chochote mwanadamu upanda, hicho ndicho huanga anafuna. Chochote mwanadamu upanda, hicho ndicho huanga anafuna. Ukipanda mema kwa watumishi wa Mungu, utapokea mema. Ukipanda mabaya, utapokea hayo mabaya. Ukiwa mtu wa kupiga watumishi wa Mungu, kufanikiwa itakuwa ni bure. Sababu hata ule ambaye utaenda kuombea bado ni mtumishi wa Mungu. Na mimi husema hivi ya kwamba Mungu angaliagi kama mwanadamu. Mungu hajui mafuta kidogo na mafuta mingi. As long as amekumwagilia mafuta, hiyo ni mafuta. Ukidharau hiyo mafuta hiyo dogo, hiyo kubwa iwezi kukusaidia. Kidharau wale watumishi ambao wako chini, hata hao wenye wako hapo juu siwaidanganywa, hawatakusaidia. So chochote mwanadamu upanda, hicho ndicho afunacho. Elisha akamwambia Gehazi ya kwamba na usikuwe na tamaa ya hii mali ya Naaman. Usikuwe na tamaa ya hii mali ambayo ni ya Naaman. Usichukue hiyo mali yake. Wakati ambapo alikosa kusikiliza sauti ya mtumishi wa Mungu, neno la Mungu linasemaga ya kwamba naye Elisha akamwambia, na wewe ule ugonjwa ambao nilikuwa nimeuondoa kwa Naaman, na washa ule ugonjwa ukakuangamize. So kuanzilia hapo, Gehazi ambaye alikuwa akuwe mtumishi wa Mungu, mtu ambaye angefanya mambo makubwa, mtu ambaye alikuwa ameteuliwa, akaangamia kwa sababu ya kumdharau mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kukosa kusikiliza vile ambavyo Elisha mtumishi wa Mungu alikuwa amemwambia. Elijah kwa neno lake akasema ya kwamba mtajua mjui, mtajua. Kwa miaka 3.5 hakutanyesha. So that's why nimekwambia kwamba unaweza ukapitia kipindi, muda ambao ni mgumu, ukicheza na watu waine, watu ambao wako na mamlaka, watu ambao wako na mamlaka. Hani watu ambao Mungu amewapatia mamlaka. Angalia, wakati ambapo COVID-19 iliingia katika nchi yetu ya Kenya, baba yetu wa taifa akasimama akasema kwamba kuanzilia leo nimeweka kafyo. Saa 1 ikifika sitaki kuona mtu kwa barabara. Na wakati ambapo iliingia jioni, maaskari wakajaa, watu wakaanza kukamatwa, watu wakaanza kupigwa, wengine wakalala mpaka kwa barabara, wengine wakafugiwa, hawakuenda kwa nyumba zao. Kwa nini? Mtu ambaye ako na authority, mtu ambaye ako na mamlaka amesimama na ametoa orders, na hivyo ndivyo uwaga inafanyika. So that's why nimekwambia kwamba lazima ukuwe mwangalifu sana wakati wowote ambapo wale watu ambao wako na mamlaka wananena kuhusu maisha yako. Na usiwahi taka mtumishi wa Mungu, usiwahi taka mama yako ambaye ni mzazi akanene mambo ambayo ni kinyume na maisha yako. Usiwahi taka mtumishi wa Mungu akanene mambo ambayo ni kinyume na maisha yako, kwa sababu unaweza ukapitia kipindi kigumu, unaweza ukapitia huo wakati mgumu. Usiwahi taka mtu ambaye hata kama mtaashana katika doa, unaona kwamba hii doa hata nikitaka kuvumilia hiyo siwezi nikavumilia, muashirie tu aende tu kwa amani, muashirie tu aende kwa amani. Usikubali hata kidogo atoke kama amekasirika. Usikubali atoke kama amekwazika, sababu anaweza kaongea maneno ambayo inaweza ikaishi kucontrol hiyo doa. Napata kwamba unatawaliwa. Alikulaani, kasema kwamba nimekulaani leo, nimekulaani
utakuwa unaoa wakienda, ama utakuwa unaoa wanakufa. Utakuwa unaoa mnapatana na ajali. Nimekulaani ya kwamba hata ukioa hiyo mali ambayo uko nayo itaisha. Na kuna mtu ambaye niliombea aliambiwa hivyo. Alipata mali akafanyia bibi yake, mke wake madharau. Naye mke wake akamwambia utajua ujui. Kamwambia na wewe utaona. Tutaona hiyo mali. Tutaona hiyo mali ambayo unanilijia nayo. So wakati ambapo walioa tu mali kaisha. Mtu ambaye alikuwa na mali zikaisha. Kwa sababu aliambiwa na mke yake kwamba wewe hujui, mimi ninajua kwamba niko na mamlaka ya kukulaani. That's why nasema kwamba ikifika mahali uone ya kwamba sasa hata nikitaka siwezi nikavumilia, kwa hiyo toka tu kwa amani. Muashirie tu kwa amani. Enda jifunguanishe. Kama ni lazima, kama unaona ni ya kwamba ni lazima muashane, toka tu kwa amani. Usitake kuwasha mtu na ushungu. Usitake kuwasha mtu na madharau. Sababu huyo mtu ako na mamlaka ya kunena katika aga yako na kukulaani. So sikiliza. Nasema mtu wa kwanza ambaye ako na mamlaka. Mtu wa kwanza ambaye ako na mamlaka ni mzazi. Mtu wa pili ni wewe. Mtu wa tatu ni yule mtu ambaye umeshawahi lala na yeye. Na mtu wa nne ni mtumishi wa Mungu. So sijui ni nani huyo ambaye alikulaani. Sijui nani huyo ambaye alionena maneno ambayo ni kinyume na biashara yako. Biashara ikafika mahali ikaisha. Na leo nashindwa. What is happening? Ni nini ambacho kinaendelea? Ni hiyo maneno ambayo ilinenwa kinyume na maisha yako ambayo inakutawala. Lakini leo ninaenda kuomba na wewe. Ni siku ya Jumapili, usikose kukuja pale kanisani. Kwa sababu niko na hiyo ibada ya kufujia watu, kuondolea watu maneno ambayo inawakontrol, inatawala katika anga zao. Niko na hiyo ibada ya kuwaondolea hiyo maneno ambayo ilinenwa katika anga zao, ambayo inaishi kuwatawala. Wewe hauwezi. Hata ulidharau huyo rafiki yako ambaye alikwambia wewe biashara, wewe hauwezi. Hata ukiweka tu biashara, taniambia wewe biashara hapana. Na wewe ukapuuza hiyo maneno. So unapata kwamba unaweka biashara inaanguka. Unaweka biashara haiendelei. So leo nataka nikaweza kukuombea. Na ningependa tu niambie uko pale unapitia hiyo mambo ambayo ninanena ya kwamba kuna maneno ambayo ilinenwa. Ningetaka ukaweza kuniambia. Niambie ni maneno gani hiyo ambayo ilinenwa ambayo inafunga maisha yako. Niko na dakika kama 15 hivi, 15. Na ningependa hizi dakika 15 tukaweza kuwa na wakati wa kuomba. Wewe niandikie tu, niambie mahali ambapo upo. Na ni maneno gani hiyo ambayo inakutawala? Ni nini hicho? Unajua kuna mahali ambapo unajaribiki kufuka. Lakini kwa sababu kuna mtu ambaye alikwambia ya kwamba hautawahi fika mahali fulani, unapata ya kwamba haufiki. Unajaribu kutilia bidii. Wewe ni mtu ambaye uko na bidii, lakini hata hiyo bidii inakuwa ni ya bure. Nafanya kazi, hakuna mafanikio. Sababu kuna mtu alikwambia tutaona kama utabarikiwa. Maneno. Ruling word. Maneno inayotawala. So that's why nimesema kwamba uniandikie. Niambie mchungaji, niko mahali fulani. Na mimi niliambiwa hivi na hivi. Mimi nitaweza kukuombea. Na tutakapoomba utaona yale mambo ambayo Mungu atakufanyia. Mimi ninatangaza kwa sababu niko na mamlaka. Malika anasema ya kwamba lolote ambalo utafunga hapa duniani hata juu mbinguni itafungwa. Inaweza kuwa ilinenwa na hao watu walikufa. Inaweza kuwa ilinenwa hao watu wakakufa. Yakobo alinena akamwambia Ruben, nataka nikujulishe yale ambayo yatakuja kutukia. Na wakati ambapo Yakobo aliaga, Ruben
akaazilia hapo kupitia na ule ukoo wake wote ulikuwa tu naagamia, wakienda tu katika vita, wanashindwa tu vita. So that's why nasema kwamba lazima tuondoe hiyo maneno, na haijalishi ni nani ambaye alinena, lakini leo nimekuja kukubariki. Kama alinena na akaondoka, kama wewe hukumpata, niko mahali hapa nimetumwa ili nikaweza kukuondolea hiyo maneno ambayo ilinenwa kinyume na maisha yako. Nimekuja kusema na nimekuja kutoa neno la unabii juu ya maisha yako, ya kwamba utafanikiwa, ndoa yako itasimama, kazi yako itasimama katika jina la Yesu Kristo. Nimepewa nguvu na uwezo na mamlaka ya kubariki na kubariki. Nimekuja nikakubariki wewe ambao uliashiwa laana, ukapatiwa jina ambalo limekuwa vizuizi katika maisha yako, ya kwamba huwezi ukaendelea kwa sababu ya hilo jina. Yakobo akabarikiwa, akaiba baraka za Esau ndugu yake, akaiba ule uzaliwa wa kwanza wa ndugu yake Esau. Lakini wakati ambapo alienda kwa niko yake Labani, akaendelea na kuteseka. Akaambia Labani, miaka 20 nimeishi kufanya kazi, lakini umeishi kunipunguzia mshahara yangu. Nimekuja leo nikwambie wewe ambao unafinyiliwa mahali ambapo unafanya kazi, leo nimekuja kama mtumishi wa Mungu kusema ya kwamba utafinyiliwa tena katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye aliyenena akasema ya kwamba utaishi kufanya kazi lakini pesa sitawahi kusaidia, nimekuja kukubariki kusema ya kwamba pesa zile ambazo unalipwa zitakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Utaendelea katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye alisema ya kwamba utaendelea, mimi nimekuja kusema ya kwamba utaendelea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haijalishi yale ambayo unapitia saa hii, lakini nimekuthibitishia ya kwamba kuanzia siku ya leo, wewe ambaye umesikia neno la Mungu, wewe ambaye umenisikiliza leo, nimekuja kukutabiria maisha yako yanaenda kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Na kama mzazi yako hai, ningelipenda leo tunapofika hii Disemba, enda kwa mzazi wako, mpelekee unga, pelekee sukari, pelekee kaguo kazuri, mnunulie kitu mzuri ili akaweza kunena maneno, kwa sababu ako na mamlaka. Kama ako na mamlaka ya kunena katika anga yako ukapitia mambo mabaya, anaweza kanena mambo mazuri ukapitia mambo mazuri, anaweza kanena mambo ambayo ni ya kukubariki wewe. Kwa hivyo hii Disemba, wewe ambaye uendage nyumbani, kwa sababu ulikosana mzazi wako, tafuta kitu umpelekee, na ikiwezekana hata mtumishi wako, hata mchungaji ambaye huaga na kubariki. Hii Disemba kabla hujaenda nyumbani, hasa kama mmefanya jambo, anene neno mzuri juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu hao ni watu ambao wako na authority ya kukubariki. That's why unaonaga wakati wa siasa, wanasiasa wanapendaga sana kwenda katika nyumba ya Mungu, kwa sababu wanajua wachungaji wako na hiyo mamlaka ya kwamba wakifungulisha waseme enda na ufanikiwe. Huyo mtu kama alikuwa anataka hiyo kiti ya MCA, kama alikuwa anataka governor, kama alikuwa anataka women rep, kama alikuwa anataka president, anaenda na anafanikiwa. Sababu hivyo ndivyo aya watu waliambiwa, mkawasikilize na mkalitii neno la nabii ili mkaweze kufanikiwa. Nabii anaweza kanena akasema, wewe sasa nimenena uendelee, wewe nimenena ufanikiwe, wewe nimenena upate kazi, na unapata kwamba umepata kazi. So mimi nataka nikaweze kwa hizo dakika 10 ambazo zimebaki, ningependa nikaone kama kuna mtu baya ameniandikia, kama kuna mtu ambaye anapitia katika hiyo mambo, na kama hakuna, mimi nitaomba tu, na kama uko sikose kuniandikia nikaweze kuomba na wewe. Kama kunayo maneno ambayo ilinenwa kinyume na maisha yako, ningependa nikaweze kukuombea ili neno la mtumishi wa Mungu likaweze kufanya kazi katika maisha yako.
katika maisha yako. Simon Kanyoroku, may God bless you. May God bless you. Unasema kwamba abia mtumishi akaweze kubarikiwa, ila mtumishi aradhimwo muno. Onaela adhimwo. Daria kyo gya ukurathima. Ngai witũ akũrathime. Togwanyendithiria kirathimo, ndakwendithiria kirathimo. Nimekutakia baraka hii Disemba. Mungu akubariki. Milango yako ifunguke katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna milango yako ilikuwa imefungwa huyu mwaka, nimetangaza kama mtumishi wa Mungu, hii mwezi ya Disemba milango yako ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, milango yako ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Joy Watili, tune sana nikiwa Royal Prison. May God bless you. May God bless you. Sijui kama vile umeniandikia Royal Prison, sijui kama uko ndani, lakini hata kama uko, hata kama umefungiwa, nimetangaza kama mtumishi wa Mungu, unaenda kuondolewa. Kesi yako inaenda kukataliwa. Kesi yako inaenda kufungwa katika jina la Yesu Kristo. Kama mtumishi wa Mungu leo, nimekuondolea hiyo mashtaka na nimesema ya kwamba tunapoenda 2022 Mungu akuwa amefanya njia ya wewe kutoka mahali pale. You don't belong there. Wewe sio mtu wa kufungwa. Mungu akubariki kwa sababu ya kutazama. So may God bless you. 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 May God do you well. Na Mungu akawapiganie. Mungu akawatendee mema katika jina la Yesu Kristo. Taka nikaweze kuomba na Mungu wetu atatubariki. Wacha tukaweze kuomba, mtazamaji wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja Baba mbele zako. Jehova Baba, nimeinua watu wako Bwana mikononi mwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama kunayo maneno ambayo imewafunga, kama kunayo maneno ambayo ni vizuizi katika maisha yao, hiyo maneno nimeyaondoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninatangaza ya kwamba fila vizuizi zinazowazuilia wao Baba kuendelea, wao kufanikiwa, hizo vizuizi nimekemea, hizo vizuizi nimeangamiza katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, yeyote anayetutazama Baba, na kuna mtu ambaye alinena kinyume na kazi yake, ninatangaza siku ya leo ya kwamba hiyo kazi inaenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye na struggle katika doa, Baba, ninainenea ya kwamba inaenda kusimama katika jina la Yesu Kristo. No more struggle in the mighty name of Jesus. Hakuna kungangana, hakuna kuteseka, kwa maana wewe ni Mungu ambaye ni muweza. Neno lako Bwana linasema ya kwamba hakuna jambo ambalo ni gumu kwako. Baba, ninainua hawa ambao wanatutazama. Baba, ninatangaza ya kwamba siku ya leo Baba, ninawafujia maneno na wanaenda kubarikiwa, wanaenda kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenena baraka huyu mwezi wa Disemba, ukawafungulie milango, ukawabariki na kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kuanzilia siku ya leo ya kwamba Mwenyezi Mungu wanaenda Baba Jehova Mungu kupata ushuhuda, wanaenda kushuhudia kwa yale ambao utatenda katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, wale ambao walilaaniwa na wazazi wakaaga, Baba, ninatangaza hiyo laana ikaweza kufujika, hiyo laana ikaweza kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza siku ya leo ya kwamba kuanzilia leo kama mtumishi wa Mungu, nimewabariki leo katika jina la Yesu Kristo. Nimewaondolea laana katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wale ambao ni wagonjwa Baba, walilaaniwa wakazaliwa katika familia ambayo iko na laana ya kwamba watu ukufa kwa sababu ya maugonjwa ambayo ni tofauti, nami nimeinuka kama mtumishi wa Mungu. Baba, ninatangaza hiyo roho ambayo ni ya ugonjwa, hayo maugonjwa ambayo ni ya kuua, kuanzilia dakika hii na wakati huu Mfalme, hiyo magonjwa yakasabaratike katika jina la Yesu Kristo. Naondoa kila ugonjwa, na laani kansa, na laani pressure, na laani sukari, na laani hiyo arthritis, na laani my father hiyo HIV katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ambayo inajiita ya figo, ninaikamata, ninaikemea, ninaangamiza na kusabaratisha. Natangaza hizi familia zimebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa wafalme, kama kunao washawi na waganga walioinuka kinyume na maisha ya watu wako Bwana, wakafunga kwa maneno, ninatangaza hiyo maneno katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo maneno inafujika katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatangaza ya kwamba Bwana
Jehova Mungu na wabariki na kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Ukawainue na ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Nabarikisha hii studio, nabarikisha mama yetu Bwana. Nimenena maneno ya hii studio kunawili, hii studio kwenda bahari katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimetangaza ya kwamba 2022 ni mwaka wa hii studio kuinuka. Nimeacha unabii siku ya leo ya kwamba 2022 ni mwaka wa hii studio ya Sky Cable kuinuka kwa njia kubwa, kuinuka kwa njia ya ajabu, mahali ambapo saa hii haijafika inaenda kufika katika jina la Yesu Kristo. Nimefungua kila milango yote na nimenena neno ya kwamba kuanzilia leo wafanyikazi wote wa mahali hapa wanaenda kuinuliwa kwa njia kubwa na njia ajabu katika jina la Yesu Kristo. Wabariki na kuwainua Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asanti. Nimefunga milango ya kifo mwezi huu wa Disemba. Nimetangaza maroho yote ya kifo, maroho yote ya umwagikaji wa damu, maroho yote ya ajali, watoto wako Bwana wanaposafiri, nimewafunika mara 7 kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, nimetabiri na nimenena kwamba hakuna mabaya ambayo yatainuka kinyume na maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, bariki watu wako Bwana, na nimeashiria malaika wa ulinzi, Mungu wako akaweza kuwalinda. Nimefunika barabara zetu, nimefunika magari Baba mara 7 kwa damu ya Yesu Kristo, na nimetangaza ushindi, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Amen. So may God bless you. Kwa hivyo nimesema kwamba kwa majina yangu naitwa Pastor Reverend Wawero kutoka kanisa la Emmanuel Worship International Ministry. Niko pale Kariobangi, na ukitaka kuniona unaweza ukaniona. Siku ya kesho ni siku ambayo huaga niko na huduma ya 1-on-1. So ukitaka kuniona kuja siku ya kesho hapa kanisani. Kanisa niko hapa Kariobangi. So ukifika tu hapo Lauda, unaweza ukatembea, sio bali. Unaweza ukatembea ukiwa hapo Lauda. Wale wanatoka Thika Road, kichukua gari ya Lauda unakuja unachukia stage ambayo inaitwa 26, mahali ambapo 26 zinachukuliwa na kuna kanisa la Catholic. So ukiwa hapo unateremka tu kidogo, sekunde kama 2 hivi. Unateremka tu kidogo, on your left kuna PCA, opposite utaona bana ya Emmanuel Worship International Ministry. Na niko na namba yangu ya simu bao unaweza ukanishika nayo, tunaweza tukaomba mpaka kwa simu. Ni 0720661909 0720661909 0720661909. Hiyo ndio namba yangu ya simu ambao unaweza ukanishika nayo. So unaweza ukanipigia, kisha toka hapo naweza nikalipigia, tunaweza tukaongea na Mungu wetu atakubariki. So may God bless you. May God bless you. Shalom, shalom, shalom. Amani ya Yesu.